السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم نجنا وسلمنا من النار. Baada ya kushukuru Allah tabaraka wa taala na kumsalia kipenzi chetu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunaendelea na darasa hizi ambazo Allah tabaraka wa taala ametuwafikisha nazo ila baada dhuhur, ikiwa siku yangu ni siku hii ya yaumul Khamis, na maudhui yetu tuliokuwa tumechagua ni makusudio ya sheria ya Allah tabaraka wa taala kuweka saumu hasatan katika mwezi huu mtukufu ambao ni mwezi mtukufu wa Ramadhani. ذكرنا سابقا بعض هذه المقاصد، tuliweza kutaja kwa hizo siku nyingine zilizopita baadhi ya makusudio ya funga, ikiwemo kusudio la tahqiq al-ubudiyya, kuhakikisha kwamba Allah tabaraka wa taala yeye ndiye mwenye kuabudiwa. Ama kwa lugha nyingine tutasema ni al-ikhlas, mtu kuwa na ikhlas, kuyatenda matendo kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Idhalika shuria siyam, kwa ajili hiyo ikawekwa ibada hii ambayo ni ibada ya funga. Lakini pia tutataja lengo jingine katika makusudio ya funga ni taqwallah, muogopa Allah tabaraka wa taala, yani mtu kufikia daraja ya uchaji Mungu. Na jambo hili tulilolitaja ni ambalo katika maqasid as-siyam ni mwanadamu kupata msamaha wa Allah tabaraka wa taala na istighfar wa tawbah ila Allah tabaraka wa taala. Ndio kasema kwamba man ada yawmiyan yambaghi alayhi an yastahiya billah min ash-shaytan ar-rajim. Ila leo anatakikana huyu man ada ajilinde kutoka kwa Allah tabaraka wa taala, kutokana na shaitani ambaye ni shaitani muovu. Wa alayhi an yahrisa an yakuna min al-mukhlisin, na awe anakupa
huyu mwanadamu kwamba pupa ambalo litampelekea yeye awe katika miongoni mwa watu ambao mukhlisin, waliojitakasa kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, wa an yarifa ala madakhil wa khatawati ash-shaytan. Lakini pia mwanadamu anatakikana awe atajua zile khatwa na njia turuq ambazo anazitumia huyu shetani katika kupeleka yeye kuingia katika maasi ya muasi Allah tabaraka wa taala. Min maqasidi as-siyam, katika makusudio ya funga hii ambayo tunaifunga baada ya haya ambayo tumeyataja, miongoni mwa makusudio mengine ni ta'lim as-sabr, ni mtu kujifundisha katika funga kama hii kuwa na subira. فيتعلم الإنسان الصبر من الصيام أو يتعلم المؤمن. Muumini siku zote anajifunza kuwa na subira katika hii funga ambayo anayokuwa ni mwenye kufunga, kwa sababu funga ni sifatun daruriyya au sabr ni sifatun daruriyya liadai ibada, ni sifa ambayo ni dharura, lazima awe nayo mwanadamu katika kutekeleza ibada. Kutekeleza ibada ya funga yahitaji ila sabr, kwa sababu ndani yake kunapatikana taa, kumtii Allah tabaraka wa taala. Na kumtii Allah tabaraka wa taala si yoyote ile ambaye anaweza kulitekeleza jambo kama hili. Ni jambo ambalo hata katika taa linatakikana au linatakikana mwanadamu ndani yake kuwa na subira. Akikosa subira huyu mwanadamu katika kumtii Allah tabaraka wa taala, angalia mara nyingi sana huyu mwanadamu ataingia katika kwenda kinyume kumtii Allah tabaraka wa taala, kuingia katika maasi. Kadhalika katika subira ndani yake kuna dharuria ya huyu mwanadamu fi ijtinabi munkarat. Kuna dharura kwa yeye anajiepusha na yale mambo ambayo ni mambo maovu, mambo mabaya. Na subira inatakikana pia mtu kujizuia, kujiepusha na yale mambo maovu, inatakikana kuwa na subira ndani yake. Bila ya hivyo, usipokuwa na subira, utajikuta umeingia katika maovu au katika maasi. Lakini pia ndani yake unapatikana ile ad-daruriyya inna nuzul lil-masahib wal-aqbalat, unapatikana udharura katika subira kwamba mtu kusubiri baada ya kupatwa yeye na misiba, misukosuko, matatizo, akawa na subira. Lidhalika yaqulu al-Imam Ibn Qayyim al-Jawziyya, as-sabru thalathatu anwa'i. Nasema mwanachuoni Ibn Qayyim al-Jawziyya kwamba subira iko katika vigawanyo vitatu. Subira ya kwanza, sabru ala taa, mtu kusubiri katika kutii, kutekeleza yale maamrisho, kufanya zile ibada kama vile alivyokuwa ameamrishwa na Allah tabaraka wa taala, akawa yeye anatekeleza. Siku zote amri inapotoka kupewa huyu mwanadamu kimaumbile yake, anajikuta kwamba yeye ni nyonge katika amri kama ile. Sasa jambo la kuongezwa, jambo la kuwekwa kwamba yeye ni duni, huyu mwanadamu linahitajia subira. Lidhalika at-taa, as-sabr ala at-taa, mwanadamu anatakana awe na subira katika kumtii Allah tabaraka wa taala. Kadhalika as-sabr ala al-maasiya,
Ibn Qayyim anasema kwamba sabr iko katika thalatha anwa: sabr ala al-taa wa sabr ala al-ma'siyah. Mtu pia yani ana subra kwa kujizuilia kutoka kuingia katika maasi, yani asubiri sana. Imewekwa kwamba ibada hii ya funga saumu, kujizuilia kutoka asubuhi min tului al-fajr ila ghurubi shams, kwamba mtu asile ajizuilie na starehe. Lakini kama atakuwa ni mwenye kukosa ile subra, huyu mwanadamu ataingia katika maasi ambayo ni kumwasi Allah tabaraka wa taala. Lakini kigawanyo cha tatu tutakitaja al-Imam Ibn Qayyim ni as-sabru ala aqdarillah, ni kule kusubiri kuhusu zile qadari za Allah tabaraka wa taala. Hadihi al-qiyam yani min as-sabr wal-hilm wal-amana, haya mambo ambayo yanatokamana yani kuwa na subra, kuwa na upole, kuwa mwaminifu, ni vitu ambavyo mwanadamu atavisoma nadharia wa tatbiqia, yani kufanya subra, kuwa mpole ama kutekeleza amana. Vitu kama hivi ni vitu ambavyo masomo yake yako mara mbili. Somo la kwanza ambalo atalisoma atalichukua mwanadamu ni somo la nadharia. Mathalan, kwa mfano yati mudarris, takuja mwalimu au ustadhi yuko ni muhadhara, atatoa muhadhara kuhusu sabr, atatoa muhadhara mathalan kuhusu amana, atatoa muhadhara kuhusu al-ilm, upole. Kwa hiyo anaposikia yale maneno kama yale, anakuwa ni mwenye kujifundisha kwamba mwanadamu anatakikana awe mpole, awe sura, awe mwaminifu. Hii nadharia katika darasa la Biblia pia anasomesha na kufundishwa, lakini kuna ile tatbiqia, yani mtu akatekeleza hili amala kivitendo, na hapa mpaka yawe yatampata huyu mwanadamu yale misukosuko. Anapopata na ile misukosuko, anapopata na ile mitihani, anapopata mathalan na msiba, yasir, anatakana yeye awe mwenye kusubiri. Kwa hiyo hapa atakuwa amejifundisha somo hili la sabr tatbiqia, kivitendo na kiamali. Kwa hiyo kuna faida ambayo anasema ulama, man la yuani la yudriku al-maani, yani mwanadamu anakuwa yeye hajafika na lile jambo, hajapata lile jambo, hajawa yeye hajawahi kupata msiba, hajawahi kupata dhiki, hajawahi kupata ile taabu, hajawahi kupata ile misukosuko, la yudriku al-maani, hawezi kabisa kujua na kutambua ile maana ambayo ni maana ya as-sabr. Au kama vile alisema, man la yata'allam la yata'allam, man la yata'allam, mtu ambaye hakupata na uchungu, yani hajapata na maumivu. Man la yata'allam la yata'allam, basi hawezi kupata somo, hawezi kufundishika. Kwa hiyo mwanadamu anatakikana ajifundishe kaifa yadhbat nafsa, namna gani ataidhibiti ile nafsi yake, kikathiri na umuri haya, katika mengi ya mambo ambayo yanapitikia
katika hii dunia. Na wanapokuambia na kuelezea akali wazima, wazee, wanapokuwa wanapatia mafundisho, yani mara nyingi yale mafundisho inakuwa huyu mwanadamu si rahisi, au yule mtoto anapatia mafundisho kama yale, anaona kama mafundisho ya watu wazima, wale wazee, ibada ulama wanamwambia mafundisho, wanaona kazi chochote si lolote. Lakini yatakapokuwa yanafika sasa maswali misukosuko, yule mwanadamu ndio pale anapokumbuka yale aliyokuwa ameyapata kwa yule mzazi mathalan, au yale masomo walikuwa wamepatiwa na wale walikuwa wanahitaji nayo mzazi, walikuwa wanafahamu na kuelewa. Lidhalika yaqulu ulama albaraka fi istimai al-aqaid, baraka siku zote zinapatikana na zinaingia katika kusikiliza wale ambao wametutangulia wakubwa zako. Minhum, miongoni wao ni al-aqaid al-ulama al-rabbaniyin, wako watu waliotangulia wakubwa katika wanavyuoni, walimu ambao ni wenye kufundisha kitabu cha Allah tabaraka wa taala, wenye kufundisha sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walimu ambao wana tajriba ambayo wamefundisha kwa muda mrefu. Wanapokuelezea ilmu, wanapokufahamisha masomo, wanapokuelekeza mwelekeo kufuata, unatakikana wewe mwanadamu uwe mwenye kufuata. Alaika bil kalami al-kawi, inatakikana wewe kushikamana na yale maneno ya watu ambao ni watu wazima, watu ambao wamekuzidi katika ilmu. Al-ulama, ahli sunna, salafu salih, watu wa sunna wema walikuwa wanatangulia. Lakini ma'a dhalik watlub min Allah an yuhayya laka fil amri rashada, pamoja na kwamba wewe unatakikana umuombe Allah tabaraka wa taala kwamba wewe akuandae katika mambo yako, kwamba wewe huyo ni mtu ambaye umenyooka. Ramadhan shahru as-sabr, mwezi mtukufu wa Ramadhan ni mwezi ambao tunapata somo kubwa la kuwa na kusubiri. Yusammuha shahru as-sabr, watu au wanavyona wamepatia jina mwezi huu ni mwezi kwa kusubiri. Limadha ayusiru al-muslim ala ijtihad at-ta'at, muislamu anakuwa na subira kubwa katika kujitahidi katika kutekeleza zile toaa kumtii Allah tabaraka wa taala. Fayuma au umira hadha al-insan bi awamil kathira fima yata'allaq bi hadha ash-shahr, akaamrishwa maamrisho mengi yaliokuwa na mafungamano na huu mwezi mtukufu wa Ramadhan, min al-imsak min al-ta'am wa sharab, miongoni mwao katika kujizuilia kula, kujizuilia kunywa. Fayadha at-ta'at, huyu mwanadamu anakuwa na subra ala al-ijtihad fi ta'a, subra yake inapatikana katika kujitahidi katika kumtii Allah tabaraka wa taala. Wasiyam, lakini pia subra yake inapatikana katika kule kufunga. Lidhalika sumia shahru as-sabr li'annahu muyassir fi ta'a, anasubiri katika kutii amri za Allah tabaraka wa taala. Wa qira'ati al-Qur'an, anakithirisha maana katika kusoma ile kitabu cha Allah tabaraka wa taala. Kadhalika tadhakkuru al-munkarat, pamoja na kuacha yale mambo ambayo ni
mambo maovu. Allah tabaraka wa taala yatakallamu hawla as-sabirin fil Qur'an al-Karim. Allah tabaraka wa taala anawazungumzia watu ambao ni wenye kusubiri katika kitabu chake. Faqala wala nabluwannakum bishay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfus wath-thamarat wa bashshir as-sabirin alladhina idha asabatkum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Huna fi hadhihi al-aya, katika aya hii ambayo ni aya inaelezea kuhusu kisa cha mama Hajara alipokuwa ameachwa katika jangwa maji jiwari al-Kaaba, kando katika Kaaba musharrafa. Sasa Allah tabaraka wa taala anazungumza na kutaja wala nabluwannakum bishay'in min al-khawf, mtakapoongeni na kitu ambacho kinatokana na hofu. Kwa ulama dhukira lana hadhihi al-masaib al-khamsa, yametaja hapa misiba au misukosuko mitano. Kulluha, hadi sasa yote mitano ilijumuishwa na ikajumuika kwa wakati mmoja kwa mama Hajar pamoja na mamaye ambaye ni Ismail, wakiwa katika jangwa. Allah tabaraka wa taala akawapatia mtihani huu, hofu, wana hofu juu njaa walioipata, upungufu wa mali, anfus, nafsi na matunda. Lakini Allah tabaraka wa taala akatoa amri yake kwa wabashirie wale ambao ni wenye kusubiri. Lidha waqa'at ala haja fi lahzatin wahida, kwa haya mambo haya misiba ile sukusuku yaliyoelezea kwa mama Hajar fi lahzatin wahida, wakati mmoja. Inna majaa ila Makkah, alipokuja katika mji wa Makkah, wawuja kama takalamun, akawekwa pale na Ibrahim alayhi salatu wassalam bijiwari al-Kaaba, kama mwacha pale kwa Hajar kando ya Kaaba. Qalat mama Hajar pale akamwambia Allah ibra, lima tuduruna ya Ibrahim, kwa nini wewe unatuacha? Falam yarudha. Nabii Allah Ibrahim alipoambiwa na mama Hajar kwamba sisi kwa nini unatuacha katika ardhi hii, jambo kama hili, kisha Nabii Allah Ibrahim hakuna jawabu, hakujibu. Lam yarudha Ibrahim. Faqalat Hajar wa Hajar akatoa matamshi yake akamwambia Nabii Allah Ibrahim, alahum alak, je, ni amri kutoka kwa Allah tabaraka wa taala amekuamrisha juu ya hili? Faqala Nabii Allah Ibrahim, naam, hii ni amri ambayo imetoka kwa Allah tabaraka wa taala. Qalat, basi yule Hajar akatamka maneno akasema, mwambia wallahi wallahu lan yudhiluna dhalik. Allah tabaraka wa taala hawezi tuache namna hii, tuache katika sehemu hii hakuna maji jangwa, atuache katika sehemu kama hii, sehemu ambayo sisi tutakuwa tapata nafiki hii ya njaa, tena watuache sisi
Hakuna yeyote ambaye labda pengine atakuja kuliwaza kwa kuwaza tayari Nabii Allah Ibrahim washawaza katika jambo. Kwa hiyo hada sadaqa ma'a Allah, akawa yeye amefanya ukweli na kumsadikisha Allah tabaraka wa taala, na Allah tabaraka wa taala akawa pia amekubali na ukweli wake. Yani akiba mwisho wake wa misiba kama hii, hawala Allah tabaraka wa taala hadhihi masaib ila adhariha, yani Allah tabaraka wa taala akaigeuza misiba hii ikawa ni kinyume yake ila yaum al-qiyama, mpaka yaum al-qiyama, kwamba yale misiba mitano ambayo tunasema ni usulul masaib, misingi ya misiba ni haya mambo matano: hofu, njaa, kupungukiwa, kukosa mali, kukosa matunda. Hii ndio misingi ambayo asili ya watu hupatwa na misiba, akawa na huzuni, akawa na dhiki. Basi Allah tabaraka wa taala hawalaha ila amthaliha, akaibadilisha hii ikawa ni kinyume yake, ila yaumi al-qiyama, mpaka kufikia yaumi al-qiyama. Laysa yaumina ila yaumina hadha, sio kwa wakati huu peke yake, kwamba awalan al-khawf, Allah tabaraka wa taala akawabadilishia, akaweka ile hofu ambayo Allah tabaraka wa taala alijalia Bani Hajar pamoja na mwanawe Ismail. Allah tabaraka wa taala akaibadilisha kwamba ile asbaha ikawa ile hofu ni amna, ikabakia kwa sasa ni amani. Waman dakhalahu kana amina, yoyote atakayeingia katika mji ule wa Makka atakuwa ni mtu ambaye amepata amani. Kadhalika Madina, na vile vile mtu wa Madina anapoingia mtu katika miji kama hii, miji takatifu kama hii, anajihisi kwamba roho yake yeye yuko katika amani kubwa sana, laisa safila ambaye haina mfano wake. Lakini pia Allah tabaraka wa taala abadilisha ile njaa, aljuu. Ahli Makka la yajulun, watu wanaoishi katika mji wa Makka hawapati na njaa, wa hadha mustahil. Wanakuwa wanaishi katika maisha ambayo hata ile njaa imebadilishwa na kuwa kwa hali ya maisha ambayo wanaishi maisha mazuri. Kadhalika katika mji ambao ni mji wa Madina, walakamwan Allah tabaraka wa taala pia akabadilisha zile mali ambazo ilikuwa ni ibtila, walanabluwannakum bishay'in min al-khawfi wal-ju' wa naqsin min al-amwal, kwamba kupungukiwa na mali, kupungukiwa na mali maskini. Hivi sasa katika dunia awala mathalan, mfano mkubwa ambao utatufikia, ambao ni mfano wa utajiri, mali jiwari Kaaba, utatabia mfano wa yale yalikuwa katika pambizoni mwa Kaaba, katika majengo. Thamani yake lao kama itawekwa katika mizani, inakuwa thamani yake ni kubwa zaidi, utaji wao ni kubwa zaidi kuliko hata sehemu nyingine. Hii yote ni Allah tabaraka wa taala, ile misiba alikuwa au ile huzuni aliyomjalia ile haja akabadilisha kwamba akamwondoshia. Wal anfus
lakini kwamba ibtila ya kwamba al-anfus kukosa watu, kukosa ndugu, kukosa jamaa, Allah tabaraka wa taala akakutulia roho ya ndani mwako. Haya ilipata mahala kwa sababu alikuwa yuko peke yake, lakini angalia katika mji wa Makka, madiwani Kaaba, yatihi nas min kulli fajjin amiq. Utakuta hii leo mpaka ila yaum al-qiyama, yatihi nas ni mji ambao wanamjia watu min kulli fajjin amiq, kutoka katika kila pambizoni mwa dunia, watu wanakuja katika mji ambao ni mji wa Makka. Wanasamawat, lakini mapungufu yale ya matunda Allah tabaraka wa taala akajalia kwamba katika mji wa Makka na Madina matunda yanayopatikana katika miji kama ile, pamoja na kwamba sisi tunaishi katika miji ya ardhi zetu zinazoonekana ni za rutuba, ardhi ambazo hazikosi mvua kila mara. Wale zetu ule mvua ni nadra sana, lakini pamoja na hayo matunda wanayokula wao sisi hatuwezi kuyapata. Allah tabaraka wa taala akaelezea miji kama ile kwa neema kama hizi. Kwa hiyo akasema wabashiri sabirin, yani wabashiri na wale watu ambao wasubiri. Kwa hiyo watu ambao wanafunga katika mwezi mtukufu wa Ramadhani wanakuwa na subra. Kwa hiyo wana ishara kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Ishara gani? Mafudhu. Allah tabaraka wa taala hili ni jambo ameliweka wazi. Wabashiri sabirin. Nasema katika aya nyingine, inna Allaha yuwaffa as-sabirina ajrahum bighairi hisab. Allah tabaraka wa taala ni mwenye kuwalipa wale walikuwa na sifa ya kusubiri ujira wao bighairi hisab, basi na hisabu. Ndio mmoja katika salafu salih anasema qad faza as-sabirun, wamefaulu wale watu ambao wenye kusubiri bihizi daraini, kwa utukufu wa nyumba hizi mbili, yani utukufu wa duniani na utukufu wa kesho akhera. Kaifa dhalik? naru min Allah ma'iyatan, wakapata kutoka kwa Allah tabaraka wa taala kwamba wao wako pamoja na Allah tabaraka wa taala. Allah tabaraka wa taala qala fi al-Qur'an, inna Allaha ma'al ladhina taqaw, wa fi al-ayati inna Allaha ma'as sabirin. Lakini Allah tabaraka wa taala yuko pamoja na wale watu ambao waliokuwa na subra, watu waliokuwa wamejifundisha somo hili la kusubiri. Kwa hiyo shahru Ramadhan min maqasid shahru Ramadhan au min maqasid siyam fi hadha shahru al-mubarak, katika makusudio kwamba Allah tabaraka wa taala yafunga ni kwamba wao ndani yake wanakuwa wenye kujifundisha somo hili la kuwa na subra. Na mwanimani wa subra kama tumeeleza kwamba Allah tabaraka wa taala ndiye aliyeweka wajibu huo, ajua namna gani atakuwa mwenye kulipa huyu mwanadamu. Lakini pia katika mambo ambayo ni maqasid ya shahru Ramadhan ni al-istidlal mawasim al-khairat, ni kwamba mtu awe anachukua fursa kama hii, aithamini fursa kama hii, kwamba inanajia katika umri wake mara tatu sana, mara moja katika mwaka,
yani ni fursa ambayo ni fursa adhima. Kwa hiyo mwanadamu anatakikana aitumie fursa hii ala waqti katika kumtii Allah tabaraka wa taala fi hadha shahr wa ba'da Ramadhan, kwamba kumtii Allah tabaraka wa taala katika mwezi huu na hata baada ya mwezi umetoweka umeenda, awe ataendelea na kumtii Allah tabaraka wa taala. Hii ni katika misimu ambayo ni misimu ya heri, ndani yake kunapatikana Lailatul Qadr, ambapo Lailatul Qadr katika miezi mingine yote inapatikana katika mwezi wa Ramadhan. Lailatul Qadr ambayo khairu min alf shahr, usiku wa Lailatul Qadr ni bora hata kuliko miezi 1000. Kwa hiyo al-aqil, mtu ambaye atakuwa na akili, yastahil hadhihi al-mawsim, ataitumia siku kama hii ili kuweza kufaidika, ili kuweza kutuma, ili kuweza kupata thawabu na kujazia katika kitabu chake. قال الإمام النووي يسمع أرحم الله هذه الليلة. الله تبارك وتعالى anakuficha usiku ambao ni usiku wa Lailatul Qadr, liyajtahida au yajtahidu fi ibada, ili wanadamu waweze kujitahidi fi ibada layali Ramadhan, katika zile au usiku wa mwezi mtukufu wa Ramadhan. Kama akhbara Allah tabaraka wa taala sa'at al-ijaba fi yawm al-jum'ah, kama Allah tabaraka wa taala alikuwa ameficha nyakati za kujibiwa zile dua, sa'at al-ijaba katika siku ambayo siku ya yawm al-jum'ah. Tunakuta ulama mukhtalifiin mata sa'at al-ijaba fi yawm al-jum'ah, tunavyoona mukhtalifiana sa'at al-ijaba katika siku ya yawm al-jum'ah ni wakati gani? Akhbara Allah tabaraka wa taala, Allah tabaraka wa taala akaificha. Kwa nini? Kwa sababu mwanadamu awe atakuwa ni mwenye kufanya juhudi zaidi, mwenye kujitahidi katika kumuomba Allah tabaraka wa taala katika siku ya yawm al-jum'ah. Fayastaqbil al-furs, au yajitulia muhimu fursa kama ile. Kadhalika Allah tabaraka wa taala akhfa qiyam as-sa'a, Allah tabaraka wa taala akaficha pia ile kiyama, yani na ndio kiyama katika yawm al-jum'ah, tatokezea yawm al-jum'ah, lakini Allah tabaraka wa taala akatuambia kwamba tatokezea mwaka gani, tarehe gani. Mfano Allah tabaraka wa taala, Allah tabaraka wa taala akaficha ile kiyama baada saa liyatahja al-mu'min fi ta'a, ili mwanadamu muumini aweze kujitahidi katika kutii Allah tabaraka wa taala. Lidhalika inama sala rajul, bwana mmoja akamuuliza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mata saa, ni lini kile kiyama? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, madha a'dadta laha, nini umekiandalia kile kiyama, maandalizi yako ni nini? Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala akakificha kile kiyama kwa watu wajitahidi katika kufanya yale matendo ya kheri. Lakini Allah tabaraka wa taala akhfa al-ijaba fi du'a, Allah tabaraka wa taala akaficha yale majio ya mtu katika
kujibiwa katika kuomba roho yake. Yaani mtu akawadua hapa asifikirie kwamba ataambiwa Allah amenitia afa alijaa Allah tabaraka wa taala ameficha ile kujibiwa ile dua ya mwanadamu. Limadha? Liyubadila fihi, kwa sababu mwanadamu awe atazidisha zile bidii katika kuomba Allah tabaraka wa taala. Kadhalika afa tauba, vile vile Allah tabaraka wa taala ameficha ile tauba na ule msamaha wake kwa mwanadamu. Limadha? Liyahrisa في التوبة والعفو والغفران، ili mwanadamu awe anakuwa katika kutafuta ile toba na kutafuta msamaha wa Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo katika miongoni mwa maqasid as-siyam, makusudio ya hii funga ya Allah tabaraka wa taala ni kwamba subra ni jambo muhimu sana mwanadamu anatakana. Yaani funga inamfundisha yeye kuwa na subra, lakini pia funga makusudio yake ni kwamba huyu mwanadamu awe atakuwa atauchukulia umuhimu msimu kama huu mwezi ambao ni mwezi mtukufu wa Ramadhani na kuchukua ile fursa katika kufanya zile ibada. Lakini pia jambo la mwisho tunalitaja hapa ni tadhkiri bin'am. Mwanadamu katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani anakuwa ni mwenye makusudio ya funga ya Allah tabaraka wa taala, kwamba yeye ni mwenye kukumbuka zile neema za Allah tabaraka wa taala. Ayyuha al-insan la yata'arraf ala neema, mwanadamu hawezi kuikumbuka ile neema. Neema inapojia anakuwa haidhamini, haiweka katika mizani kwa hii neema illa baada fudlaiha, isipokuwa baada ya ile neema imempotea, amepoteza, ndio anakuja kutambua kwa hii neema kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo laysa al-ibratu bima tamlik, mazingatio hayalii kwa kile ambacho tunamiliki, walakin al-ibratu fi ridhaka bima tamlik. Lakini mazingatio yanakuja pale unapokuwa wewe ridha yako ndio ya wewe na kuridhia kwako katika ile unachukua unakimiliki. Mwezi mtukufu wa Ramadhani makusudio yake pia ni kwamba mtu akumbuke zile neema alizokuwa anapewa na Allah tabaraka wa taala. Neema tunasema neema aliyopewa ya kwamba yeye akawa afya yake. Allah tabaraka wa taala akajalia kwamba yeye asiha kamili, anao uwezo wa kufunga. Liana min shurut siyam, katika masharti ya kufunga ambayo katika masharti ya kufunga ni kwamba mwanadamu anakuwa na siyam, awe anao uwezo wa kufunga. Yaani si mgonjwa. Kuna watu ambao wana maradhi ambayo hawawezi kufunga, maradhi ambayo amewapatia akili, amewapatia uzito sana katika swala la kufunga. Kwa hiyo mwanadamu anakuwa yuko katika kufunga, atajikumbusha yeye siha, afya aliyokuwa amepewa na Allah tabaraka wa taala katika afya yake. Lakini pia katika neema ambazo atazikumbuka huyu mwanadamu, neema ni neema tu atakumbuka kwamba amepewa umri. Kuna wenzake alikuwa nao mwaka uliokuwa umetangulia. Je, mwaka huu wako nao? Mwaka huu wako nao, wameelekea mbele ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo neema ya umri ambayo ni neema kubwa kutoka kwa Allah tabaraka wa taala, lakini neema iliyokuwa haya ni neema iliyokuwa upeo mkubwa zaidi kuliko neema zote, ni neema ya Kiislamu.
ni ile neema kwa yeye akajaliwa kupata Uislamu, kwa sababu min shuruti saum, katika masharti ya huyu mwanadamu kufunga lazima an yakuna musliman. Sasa ni neema kwamba wewe uko katika Uislamu na umeipata ile fungo kwa katika Uislamu. Kwa hiyo maqasid as-siyam, makusudio ya funga hii ambayo tunayofunga ni kwamba ni atadhkiru bil ni'am, mwanadamu kukumbuka zile neema ambazo Allah tabaraka wa taala ameneemesha, neema ya Uislamu, neema ya umri, neema ya afya wa sihhat al-badan, neema ya afya na usahihi wa kiwili chake. Hizi zote ni vitu ambavyo mwanadamu anatakana awe mazingira nazo. Al-insanu la yataharraf ala ni'ama, mwanadamu anakuwa hawezi kuizingatia na kuitambua ile neema illa baada futaniha, ila baada ya ile neema imeweka ameikosa, ndio pale analeta ile mazingatio. Laiti kama ningekuwa ni barabara mathalan, au laiti kama ningekuwa tuna afya ya mathalan, au sema laiti kama ningekuwa ningetekeleza Uislamu vizuri, wa hal yanfa'u laiti la yanfa'u, haifai yale maneno ambayo mwanadamu anakuwa anayakutia wewe. Laiti tadhkira bima tamlik, ibra sio mazingatio, sio kwa vile Allah ananivilika, lakini al-ibra fi ridha bima tamlik, lakini ni kule kuridhia kwa vile Allah amenavilika. Subhanallah wa bihamdihi